Mapenzi ni hisia. Hisia za mapenzi kamwe haziwezi kujificha kwa watu wanaopendana. Kuna watu wanaishi kwenye mapenzi na wakiwa wanapendana, lakini hawana hisia za mapenzi ndani yao. Empress ni bosi ambaye hisia zake za mapenzi zinashindwa kujificha mbele ya mfanyakazi wake. Japokuwa yupo kwenye ulimwengu wa mapenzi yeye na mpenzi wake, lakini hisia za kimapenzi zinashindwa kutawala mbele ya mpenzi wake, zinatawala mbele ya mfanyakazi wake. Kwa nini? Kivipi yani? Issue iko hivi. Leo hii bwana, Empress hapa yupo akiwa anachora design ya fashion kwenye kampuni yake, lakini meneja wake anaingia. Empress anamuuliza, kwa nini unaingia pasipo ruhusa yangu? Meneja anamwambia kwamba kuna pesa zimepotea, takriban milioni 80 zimepotea na haijulikani zimepotea vipi. Hapa bosi anawaita kisha anawaambia, jielezeni, mnipe maelezo mazuri kwa nini hizo pesa zimepotea. Lakini meneja anamwambia kwamba bosi, wewe ndo unajua password za akaunti na hakuna mtu mwingine yote ambaye anajua password za akaunti zaidi ya wewe. Kwa hiyo ilo swala la kupotea milioni 80, la kwanza tunataka tukuulize wewe, imekuwaje mpaka hizo pesa zimepotea? Lakini hapa kuna mchizi anaitwa David, anasema kwamba mimi na mshikaji wangu anajua masuala ya IT, labda kama atapata nafasi basi nimwambie aje ili aje kutetea ili swala la kupotea kwa pesa. Na madam anasema kwamba hakikisha kesho yule mtu anakuja, pesa zangu nijue nazipata vipi. Empress amerudi nyumbani. Hapa kuna shoga yake anamuuliza, mbona leo umekuwa mkiwa sana? Lakini Empress anasema kwamba ofisini kuna pesa nyingi sana zimepotea, kiasi cha kwamba sijui wala sielewi hizo pesa zimepoteaje ama imekuwa vipi mpaka hizo pesa zimepotea. Empress haelewi pesa zake zimepotea kwa njia gani. Leo kuna mchizi hapa anaitwa Daj, anaingia ofisini kisha anaanza kumchekea Empress. Empress anamwambia, hapo umefuata nini? Si nishakwambia tayari usije kwenye ofisi yangu. Lakini Daj anamwambia kwamba nimekuja kukuletea zawadi, nimekuja kuomba msamaha kwa kosa ambalo nilokufanyia. Empress anamwambia kwamba wewe nilikufumania ukiwa na mwanamke mwingine ndani ya ofisi yangu, hivyo sihitaji wala sitaki tena mahusiano na wewe. Chukua zawadi yako, toka ofisini kwangu, toka bwana hapa. Shenzi mkubwa. Yaani Empress yupo kwenye mawazo yake kupotewa na pesa, alafu mchizi anakuja kumwomba msamaha Empress kwa kosa ambalo alolifanya kimakusudi. Empress ataki wa uchizi wala wa ujinga, anamtimulia mbali. Leo David anakuja kwa rafiki yake kisha anamwambia kwamba mwanangu, leo ni siku ya pili sasa, nilishakuja kukuomba kwamba kazini kwetu kuna changamoto ya pesa zimepotea. Wewe ni mtu wa IT, unajua masuala mazima ya IT, tunaomba twende ukatupambanie ili tujue ni nani aloiba hizo pesa ama ilikuwa vipi mpaka hizo pesa zimepotea. Mshikaji wake Jack anamwambia kwamba usiwaze mwanangu, mimi nitakuja kazini kwenu. Leo hii bwana, David anakuja na Jack mbele ya ofisi. Jack ni IT mmoja hatari sana, lakini madamu anapomwona Jack tu moyo wake unashtuka, moyo wake unafanya ba. Jack anakuja kisha anasema, mimi naweza kulipambania swala lenu la kuonesha nani alochukua hizo pesa. Na madam pasipokuwa na yana anasema kwamba hilo swala nataka tulipambanie kwa haraka sana kadri zikanavyo. Jack anakaa chini kisha anaanza kazi yake. Anasema kwamba hapa aloiba pesa ni huyu hapa, huyu meneja wenu ndio onekana yeye ametoa pesa. Madam anasema pumbavu sana, yaani huyu mtu tulimwamini sana, tulimtegemea sana kwenye kazi yetu, kumbe yeye ndo ameiba hizi pesa. Anasema yeye ndo kaiba na pesa ni hizi hapa, zinaonekana kwamba yeye kweli ndo aliiba, alihamisha kwenye akaunti zake. Madam anasema kwamba basi kama yeye ndo kaiba, basi fanya mpango hizo pesa zirudi. Lakini Jack anasema kwamba madam, tulikubaliana swala zima la kuonesha nani aloiba pesa na sio swala zima la mimi kurudisha pesa. Kama mnataka mimi niwapambanie ili pesa zirudi, basi hakikisheni mnaniongeza mkonja mwingine ili niifanye hiyo kazi. Madam anasema kwamba ninakuongeza pesa, hakikisha hiyo pesa iliyopotea inarudi. Madam hapa anamsifia sana Jack kusema kwamba
kuna kijana mtanashati, msafi, IT amekuja kwenye ofisi yangu, amenirudishia hizo pesa na amenionyesha nani aloiba hizo pesa. Yule kijana nimevutiwa naye sana, nimempenda na natamani leo kesho awepo kwenye ofisi yangu na mimi niwe nafanya naye kazi kinaga ubaga, yawe kushoto mie niwe kulia. Huyu Ivan anasema kwamba mbona unamsifia sana mfanyakazi wako? Kuna nini? Kivipi mpaka leo hii unamsifia mfanyakazi wako? Inakuaje? Lakini Empress anashindwa kuwa na jibu la moja kwa moja kumweleza rafiki yake kwa nini, kivipi mpaka yeye anamsifia sana huyo Jack IT ambaye alokuja leo kufanya kazi kwenye ofisi yake. Leo hii Empress amemwita Jack na kumtaka awe mfanyakazi wa ofisi. Jack anaambiwa kwamba mimi nahitaji uwe mfanyakazi wangu kwenye hii ofisi. Jack anasema kwamba kama itafika stage tutakubaliana makubaliano ambayo ya kunipa pesa mimi nitakaulizika nayo, basi haina shaka, haina haja, mimi nipo lazi kufanya kazi na wewe, msichana mrembo wa kuvutia, binti mwenye mvuto wako. Madam akasema kwamba sitaki ushenzi, mimi nataka tufanye kazi, ya masuala mengine siyataki. Leo hii bwana Jack mbele ya rafiki yake David anakuja kumwambia kwamba madamu wako ameniomba mimi niwe mfanyakazi wa ofisi yenu, na bila yana pasipo kupinga, kutokana na madamu wako ni mzuri sana, anavutia sana, mimi niko lazi kufanya kazi kwenye ofisi yenu, na mimi nitafanya kazi kwa sababu madamu ameniomba kwa kunilipa mshahara ambao nitalizika nao, na mimi nimelizika nao mshahara, hivyo niko lazi na niko tayari mimi kufanya kazi kwenye ofisi yenu. Hapa madam leo hii bwana Daj ameingia kwa mara nyingine kuja kuomba msamaha, na Daj anasema kwamba nimekuletea zawadi. Kwa nini we mkali? Kwa nini unakuwa namna hiyo? Mimi kweli ni mkosefu, mimi kweli nakosea. Madam, naomba isiwe hivyo bwana. Haya makosa madogo madogo, hebu tuvumiliane, alafu tusameane. Mimi nakuahidi mpenzi wangu, sitorudia tena kutenda kosa ambalo nilolitenda. Naomba lazi, naomba msamaha, naomba nisamee. Empress anamwangalia Daj kwa huruma sana. Hawa ni wapenzi takriban miaka 3. Kwa mara ya kwanza Empress alimfumania Daj akiwa na mwanamke mwingine, hivyo kuna nafasi pia ya kumsamehe. Hapa Jack anakuja na anawaona wawili hawa wakiwa wapo kwenye momenti ya mahusiano, momenti ya kimahaba zaidi. Daj anauliza, huyu ni nani? Mbona alivyoingia umemwekea attention kubwa sana? Lakini Empress anasema kwamba huyu ni mfanyakazi kama wafanyakazi wengine. Hapa Eve anakuja anamshtua Empress. Umenishtua? Nimekushtua nini? Wewe mbona uko busy na kuangalia vitu vingine ambavyo havikuhusu wewe? Mfanyakazi wako ambaye ulikuwa unamsifia leo hii unashinda Instagram ndo unamwangalia. Kuna siri gani mbele ya mfanyakazi wako? Hivi wafanyakazi wako wote ndo waga wanaangalia hivi, ama ni huyu tu mpya ndo unamwangalia namna hii? Leo hii kwa mara ya kwanza kabisa Jack amekuja kuanza kazi rasmi. Alisema jana nimekuta kuwa na mgeni ofisini, hivyo sijakuwa na nguvu wala uwezo wa kuendelea mimi kuja humu kusainishana masuala mazima ya kazi. Lakini Empress anamwambia kwamba hii ofisi, hata kama ukiniona na mtu mwingine na namna yote ile, ingia ndani na hakuna mtu akukuzuia wala kukusimamisha usiingie ndani. Hakikisha kama una jambo la kikazi, basi njoo ofisini, hata kunikuta nikiwa namna gani, njoo ofisini. Hapa Empress anaondoka, lakini Jack anafuata Empress kisha anamwambia kwamba madam, ujue ni bosi wangu. Kama bosi wangu haiwezekani nikakaa na wewe nikiwa sina namba yako. Mambo mengi sana huaga anakuja ananiambia David, kwa hiyo naomba namba yako ili niwe tu nakucheki mwenyewe pale ninapokuwa na shida ama na matatizo. Madam anampa namba Jack kisha anamwambia kwamba hakikisha unaniambia issue za kiofisi na si upuzi mwingine wa namna yote ule. Empress alimpa namba Jack akijua kwamba Jack usiku huu atamtafuta, lakini Jack bwana kumbe hakuwa na nia yote ya kumtafuta Empress. Usiku unapita, usiku unaenda, Empress mara kadhaa anaangalia simu yake, yawezekana labda Jack akapiga, lakini Jack apigi mpaka Empress anagairi anaenda kulala.
Hapa Jack kashaanza tayari majukumu yake ya kiofisi, anaendelea na kazi za kiofisi. Pembeni yake yupo Empress. Empress anaanza kumwambia, hivi jana ulichukua namba yangu kwa sababu gani ama kwa nini? Lakini Jack anamwambia kwamba si nimechukua namba yako kwa ajili ya issue za kiofisi. Issue za kiofisi ndio ushinde kunipigia hata usiku kunijulia hali kwamba mimi naendeleaje bosi wako, unashinda kunipigia. Lakini Jack anasema kwamba mimi nilichukua ile namba tu kwa niaba ya masuala ya kiofisi na sio issue nyingine yote. Lakini Empress anasema kwamba mimi ni bosi wako, ukinipigia simu usiku kunijulia hali pia ni jambo zuri sana, jambo ambalo litanifanya mimi niwe na faraja. Kwa hiyo akisha siku moja unanipigia simu usiku. Lakini Jack aliona kama vile ni joke tu, huyu madam anatania. Yeye anamheshimu kama vile madamu wake, lakini madam kuna namna fulani hivi anahisia naye. Hapa leo hii Empress kwa mara nyingine tena anasubiri Jack ampigie, lakini Jack usiku huu pia apigi tena. Japokuwa kazini alimwambia kwamba hakikisha usiku unanipigia ili kunijulia hali, lakini Jack kwa mara nyingine tena hakumpigia madam. Madam amekasirika sana, tena amepata na hasira. Kwa nini Jack hajampigia simu? Daj ameomba nafasi mbele ya Empress ili wapate muda wazungumze vizuri, waongee vizuri, waombane msamaha vizuri. Yawezekana kule ofisini kukawa hakuna nafasi nzuri ya kuombana msamaha. Hivyo leo Daj amemtoa Empress sehemu ambayo yawezekana wakakaa vizuri, wakaongea vizuri. Na hapa Daj anamwomba msamaha Empress, kumwambia kwamba lile swala limetokea mara moja tu, mimi ni kuahidi sitarudia tena kuruhusu wewe unifumanie. Empress kwa sababu kitambo sana yupo naye kwenye mahusiano Daj, hivyo akaamua kusamehe. Leo wako ofisini wanashikana, lakini Jack akaingia ofisini. Daj ana doubt kusema kwamba wewe mshenzi, unaona mimi nipo na mpenzi wangu lakini wewe unaingia ofisini. Lakini Empress anatetea kusema kwamba huyu ni mfanyakazi wangu na ruhusa hiyo nimempa mimi, kumwambia kwamba kama kutotokea na shida yote basi hakikisha unaingia ofisini, hata kama utanikuta nikiwa na moment namna yote. Ndio maana amefuata wito wangu. Lakini Daj anamfukuza Jack, kumwambia kwamba shenzi wewe, ondoka hapa, toka hapa. Lakini mara kadhaa Daj anamuuliza Empress, kumwambia kwamba huyu mbona unamwekea attention sana? Empress anamwambia kwamba hapa si sehemu ya kuzungumzia hayo mazungumzo. Upande wa pili Empress anamwomba msamaha Jack, kumwambia kwamba naomba nisamee sana kunikuta na ule mshikaji mle ofisini. Jack anasema kwamba mimi bwana nishasamee tu kwa sababu nakuchukua kama wewe dada yangu, kwa hiyo haina shida yote na yule nitamchukua tu kama vile shemeji yangu. Empress akasema kwamba mimi sitaki unichukue kama vile dada yako, sitaki kabisa, mimi sio ndugu yako wala mimi sifanye na wewe. Jack anamuuliza kwamba unataka unichukue kama nani? Naomba tu nichukue kama vile ni mtu tu wa kawaida, ila naomba usinichukue mimi kama dada yako. Hapa mara kadhaa leo Empress anamshirikisha hivi, kumwambia kwamba Jack mara nyingi sana nikikaa naye nasikia faraja kuliko nikikaa na Daj, lakini hivi anamwambia kwamba Daj akupende, ndo maana ukikaa naye karibu usikii furaha, ila Jack inawezekana akawa na mapenzi ya kweli mbele yako, ndo maana ukikaa naye unakuwa na hisia naye. Empress kumwambia hivi, kumwambia kwamba mimi mbele ya Jack ni kijana mdogo sana, Jack ni mtoto mdogo sana, hivyo siwezi kuwa na mapenzi naye. Lakini hivi kumwambia kwamba mapenzi hayana umri. Leo hii Daj anampigia simu Empress kumwambia kwamba natamani usiku nikutoe out, hivyo jiandae ili usiku nikutoe out. Mara kadhaa, muda kadhaa, Empress anakuwa na furaha sana akiwa karibu na Jack kulikoni na Daj, lakini Empress moment hataki kuiruhusu yeye kuwa na furaha zaidi akiwa na Jack, kwa sababu Jack ni kijana mdogo. Hivyo nafasi kama hii ikitokea ya Daj kumtaka akae naye karibu, Empress ana force ili azidi kukaa naye karibu, maana mapenzi ukaribu kiwa mwingi hisia pia zinakuwa nyingi. Hivyo Empress ana force ili akaongeza hisia mbele ya Daj na hisia mbele ya Jack zifutike. Usiku umefika, usiku umetimia. Empress anamsubiria Daj ampigie simu ili wakakutane sehemu ambayo walaidiana, lakini Daj akupiga simu. Empress akaamua kumpigia Daj mara kadhaa, lakini Daj akushika simu. Sio Daj kutokushika simu tu, bali Empress alipiga sana simu, lakini mwishoni hata namba yenyewe pia ikawa ipatikani. Hebu tizama, Empress alijiandaa tangu mchana. Usiku ulipofika alivaa nguo nzuri ili Daj aje kumchukua waende wote out, lakini Daj akafilisha mchongo hapa, akamchomesha mahindi Empress. Hii moment Empress ikamuuma sana, mfano hakuna. Leo hii Jack
yupo na Empress hapa, wanasolve issue za kiofisi, lakini Daj anakuja, na Daj anapokuja ana mind kumwona Empress yupo karibu na Jack, na Daj anamtolea maneno machafu sana Jack, lakini Jack anasema kwamba mimi nipo na huyu kikazi tu na si sababu nyingine namna yote. Daj anamfukuza Jack, mwambia kwamba toka hapa, sitaki kuwa naye kwa naye karibu. Jack bila yana namna yote anatoka na kuondoka. Mda Jack anaondoka, Empress anamuita, Jack, umesahau simu yako, njoo uchukue simu yako hii hapa, umeiacha. Jack pasipo yana anageuza, kisha anaichukua simu ambayo anapewa na Empress. Hii moment Daj anaiona, kisha anasema kwamba mbona kama unampa attention kubwa sana udogo? Kwa nini? Kivipi? Kuna siri gani mbele ya udogo? Mimi sipendi kumuona udogo akiwa karibu na wewe. Empress anamwambia Daj ya kwamba jana usiku ulinikwaza sana. Ulitakiwa ulipofika hapa uniombe radhi kwa kosa lako ulilofanya jana usiku, lakini umekuja hapa umekuja kunikosea zaidi. Yule ni mfanyakazi wangu tu, hatuna issue yote mimi na yule. Empress anaondoka akimwacha Daj njia ya panda. Niwaambieni kitu kimoja, hisia za mapenzi zinaonekana hata mkiwa nje. Yaani moment ya nje tu mtu anaiona kwamba wewe una hisia kimapenzi na fulani. Daj ameziona hisia za mapenzi kwa mpenzi wake akiwa anazionyesha mbele ya Jack. Hivyo Daj akaanza kumzuia Empress mapema kabisa asione ukaribu na Jack. Hapa Empress amemwita Jack na kumwomba msamaha kwa kosa ambalo lilotokea asubuhi. Kisha Empress kumwambia kwamba si msamaha tu, bali naomba tutoke out ili nikakuombe msamaha vizuri. Kweli bwana, hapa Empress amemtoa out Jack ili akamwombe msamaha vizuri. Empress anakuwa na amani sana, anajisikia faraja sana akiwa karibu na Jack. Hisia zinampeleka mbali sana. Anayakumbuka matendo yote ya mchana ambayo walofanya walivyotoana out, yalikuwa mazuri sana. Matendo ambayo yameshindwa kufutika kwenye kumbukumbu zake. Ana hisia nzito sana na Jack, kiasi cha kwamba mpaka anachukua sheria mkononi kisa tu amemkumbuka Jack. Hebu tizama huyu binti anahisia namna gani mbele ya Jack. Leo hii amemwita Jack ofisini ili aje kumuona tu, kwa sababu ndiye anaingia ofisini alimuona Jack akiwa ametupia. Hivyo Empress anamwita Jack kisha anamwambia kwamba nimependa leo uvovaa, umeshine sana Jack, wewe kila nguo inakupendeza, kila nguo inakukaa. Basi nimekuita tu ili nije nikuone jinsi ulivyopendeza, jinsi ambavyo ulivyokuwa mzuri kwenye shine yako. Empress anafurahi sana akimwona Jack. Hisia za mapenzi jamani hazifichiki. Empress anashindwa kuficha hisia za mapenzi mbele ya Jack japokuwa ana mpenzi wake. Lakini Empress haikuwa mara ya kwanza kutoana out na Jack. Leo tena ametoka out na Jack. Sio kutoka out tu na Jack, Jack ametupia kinoma, pia Empress ametupia kinoma. Ni wote wakikaa kwa pamoja wanaonekana wakiwa wanapendezana sana. Jack anapendeza mbele ya Empress na Empress anapendeza mbele ya Jack. Empress anasikia amani sana akiwa anamwangalia Jack na anashindwa kukaza mbele ya Jack. Tabasamu zito, tabasamu la kimapenzi, huba ya maaba inatawala mbele yao na michezo ya kichokozi inaanza kwa wawili hawa. Jack anamchukulia Empress kama madamu wake, lakini kuna muda mikazo inashindwa kuwa mingi na anamuomba tu walau ambusu, na Empress anapotaka kuendelea kubusiwa zaidi anakataa kusema kwamba mimi ni madamu wako. Lakini hapa Empress anashindwa kukaza kamba zaidi. Jack anasema kwamba hata kama madamu wangu, lakini natakiwa nikubusu zaidi. Anataka kumbusu zaidi, madam analegea, lakini Jack anasema kwamba niko na kujoke, wewe ni madamu wangu. Jack anaondoka akimwacha Empress akiwa kwenye furaha nzito sana, furaha ambayo aloipata leo alivyotoka na Jack out. Hapa usiku Empress amekaa akiwa anakula kuku, lakini Daj mara kadhaa anapiga, lakini Empress hana mudi kabisa wa kuongea na Daj, wala hana hisia ya kuongea na Daj. Hisia mbele ya Daj inaanza kutoka mdogo mdogo, japokuwa alitamani hilo, lakini Jack ana force mbele ya moyo wake hisia mbele ya Daj ziondoke. Leo hii Daj
anakuja kumsema Empress mbele yake, kumwambia kwamba wewe ni mpenzi wangu, mimi nakupenda sana, lakini siku mbili hizi haunipi uhuru wa mimi kuwa na wewe. Kwa nini? Kivipi? Lile kosa ulonifanyia la kukuta na mpenzi mwingine limeniumiza sana, kiasi cha kwamba natamani kurudisha moyo nyuma, lakini nashindwa. Lakini Daji anamwambia Empress, kumwambia kwamba mimi nimejirekebisha na hilo swala nitaliacha, naomba nisamehe, turudi kama zamani. Hapa Empress anakuja kwa Eve na anasema kwamba nilimfumania Daji mara moja kwenye miaka 3 ambayo tulioishi, lakini nafsi yangu hivi sasa haina hisia naye, nifanye nini? Lakini Eve anamwambia kwamba kama umempata mtu ambaye unahisia naye, basi hakikisha huyo mtu unampenda, maana yeye pia ndo ana penzi la dhati mbele yako. Lakini kama unakaa na mtu ambaye huna hisia naye, basi unajitesa tu. Kama umemfumania Daji mara moja kwenye miaka 3 ambayo mnokaa, basi hiyo ni mara moja tu ambaye wewe umemfumania, lakini inawezekana akawa na kusaliti mara kibao, ila mara hii moja ndo umemuona. Daji anapiga simu, lakini Empress hataki kabisa kupokea simu ya Daji, maana hana hisia kabisa na Daji. Zidi na zaidi tu anabaki akimkera. Madam anakuwa na mawazo mengi sana. Empress usiku huu usingizi unashindwa kumshika, anashindwa kupata usingizi, hivyo anaenda kwa Jack ili akapiga naye story kidogo tu, walau hata apate usingizi. Jack anashangaa, madam usiku wote huu unakuja kunitembelea? Madam anasema kwamba kwani kuna ubaya gani jamani kuja kuona ni dhambi, kuna ubaya? Lakini Jack anasema kwamba hakuna shida yote. Leo Empress anamwambia Jack kwamba mimi nasikia amani sana, nasikia furaha sana nikiwa karibu na wewe. Hata usiku huu pia nilikuwa bored sana, hivyo nimekuja mbele yako ili nipige story na wewe. Kwanza washa TV ili tuangalie. So hapa stories hapa na pale zinaendelea. Hivi ndo Empress anapenda sana kuwa karibu na Jack. Hapa baada ya kupiga story na Empress kulizika, hivyo Jack anamsindikiza Empress. Lakini wanafika nje, Empress anasema kwamba nimefurahi sana kuongea na wewe, naomba mara nyingi mara kadhaa hii moment ya mimi kuongea na wewe iwe inajirudia rudia, hivyo naomba basi hata unikumbatie ili niondoke kwa amani. Lakini Jack anamwambia kwamba hapa tupo nje bwana, nakumbatia vipi? Lakini Empress akamforce kumwambia Jack kwamba nikumbatie ili nisikie furaha zaidi ninapoondoka. Kweli bwana, Jack akampiga busu Empress kisha akamkumbatia, na Empress akasema kwamba hapo ndo nimelizika ama na furaha zaidi ya ulivyonifanyia. Jamani, si mmeona hisia za mapenzi zilivyokuwa na nguvu kwa mtu ambaye unempenda kwa dhati sana? Usiku wa manane Empress ameshindwa kulala nyumbani kwake, lakini akafunga safari usiku huo na akamfuata Jack ili akamuone tu moyo wake ulizike. Hapa Eve anamletea taarifa Empress kumwambia kwamba nimemwona Daji akiwa mgawani na mwanamke mwingine. Uamini usiamini, lakini nimewaona. Na kweli bwana, hapa Empress anamkuta Daji akiwa na mwanamke mwingine. Empress anamwambia Daji ya kwamba kwa hiyo huu ndo upuzi ambao uliofanya kila siku naombe msamaha, huu ndo upuzi ambao unaniambia mimi nikusamee. Lakini hapa Daji anamwambia kwamba mimi nilikumbaga msamaha sana, lakini wewe ulikuwa unakataa mimi kupokea msamaha wangu, hivyo nipo na huyu tu napiga na story hapa, hakuna baya lolote ile. Lakini Empress anakasirika na anaondoka zake. Muda Empress yupo kwenye mawazo mengi sana, akampigia simu Jack ili aje amtulize mawazo yake. Lakini Jack alivyokuja hapa alitaka kulaza damu, akamwambia madam, mara nyingi sana unakuwa ukiniita na kama kuna jambo unataka kuniambia, lakini mimi ni mtoto wa kiume, acha nikwambie wewe, mimi kiukweli madam nakupenda sana, nilikuwa na hisia na wewe. Sema nilikuwa nashindwa kukwambia kwa sababu ulikuwa ni madamu wangu, ulikuwa ni bosi wangu, hivyo leo tu nikwambie kwamba mimi nakupenda sana. Na nakwambia nakupenda kwa sababu naona unaonesha hisia za dhati mbele yangu. Wewe unashindwa kuzisema hizo hisia zangu, mimi acha nikwambia kwamba nakupenda. Empress haya maneno si ya kuyaongea tu, bali moyo wake una ushahidi na haya maneno. Busu zito sana, busu kali sana. Empress anajibu maneno ya Jack kwa busu kali sana, busu ambalo alina mfano wa mahaba. Hapa Empress akamwambia Jack ya kwamba toka ulipokuwepo njoo kwangu, na wewe kuanzia leo utaishi na mimi, pika pakua, na mimi nakupenda sana. Kama unataka unioe naambie tu,
muda wote, wakati wote unioe. Pia kuanzia leo wewe ndo meneja wa ile ofisi, maana meneja yeye aliniibia pesa zangu, hivyo wewe ndo utakuwa meneja wa ile ofisi. Nakupenda sana Jack, usije ukaniacha. Jack anasema kwamba nitakupenda sana. Na movie yetu hapa ndo inafika mwisho. Hakika hisia za mapenzi hazifichiki. Hakika hisia za mapenzi hakuna kimvuli cha kuzificha. Leo hii Empress amemwacha mpenzi wake ambaye alikuwa anamtesa na kumfumania kila siku, kisha akamfuata Jack, kijana bisho mtanashati ambaye hisia zake zilikuwepo tangu mara ya kwanza alivyomuona alianza kumpenda. Mimi nikwambie bye bye, na hapa nimefika mwisho. Naomba tu usahau kusubscribe ili kazi nyingine inapokuja uwe wa kwanza kuitazama. Bye bye.